Moja kati ya swali ambalo pia nilimeagizwa na mashabiki zako kwenye mitandao, nije nikuulize. Unajua sisi tunawakilisha mashabiki zenu, si ndio? Ndio. Watu wanasema dalali wa kimataifa na Chief Godlove. Mbona umeguna kwanza? Nimeguna maana kwa nini umetaja jina la mtu ambaye. Okay, endelea tu. Wakasema nani ana pesa nyingi kuliko mwenzake? Na last time ulisema kwamba wewe una pesa nyingi wakati wewe mnaishi naye, afu yeye alikuwa hana pesa. Sasa hivi nani ana pesa, ana mkwanja kuliko mwenzake? Mimi sitaki kutengeza beef hapo. Hapo mwandishi bwana, kama unanichonganisha. Unajua huyo ni mwanangu naye mzungumzia, mshikaji wangu kwa. Hivi kumbe bado ni washikaji Anasema kama kuna kabifu kanaendelea chini kwa chini kati yako wewe na Chifu. Nasema mnachekeana kichina. Ngoja vipi bwana, mbona swali lako la kichokozi mshikaji wangu? Nasema mnachekeana kichina wewe na Chifu. Hamna bwana, hamna. Mimi kiukweli siwezi kusema hivyo kwa sababu mimi sijui bwana. Mimi labda kama wewe unavyosema wewe umejua. Jamaa sio umemsaidia, amepata umaarufu, amepata pesa. Sasa hivi jamaa anavimba, sio na nini, nikasema ndio anasema hivyo mimi nimeagizwa na mashabiki zenu nije niwaulize. Hamna. Au watu wanawatengenezea bifu. Of course mimi naweza kusema labda ni watu wanatengenezea bifu kwa sababu mimi na Chifu hatuna ugomvi. Alafu kama yeye labda atakuwa naona kwa nini mimi naenda mjini labda hivyo mimi sijui, lakini mimi Chifu naongea naye kila muda na hata hapa nilikuwa nazungumza naye jana. Naweza nikakuonyesha hata hapa. Hajaniambia hivyo vitu. Sasa wanasema mimi mwenyewe nimesikia chokochoko. Nimesikia. Unajua mambo ya chini. Sasa nikaa najiuliza. Ulimuuliza yeye Chifu? Sijamuuliza na siwezi kumuuliza kwa sababu nini? Utakuwa ni Uswahili. Sasa kwa nini nimuulize? Wewe unahisi kwa nini yametokea wapi haya? Haya mambo bana, mimi kiukweli mpaka sasa hivi bado sijajua vizuri. Labda ni kwa sababu ya vile ambavyo mimi labda nipo naenda zaidi mjini kwa sasa. Labda atakuwa na pengine labda anakuonea wivu. Hapana, mambo ya wivu huwezi sema wivu. Kwa sababu angekuwa ananionea wivu toka mwanzo tusingekuwa pamoja. Mimi Chifu, mimi nimeanza kuwa na hela kuliko Chifu. Sio, unanielewa? Kwa yule bwana mdogo kwako. Ni yule, yani kijana wako kwa kifupi. Ukiongea kwa ukubwa au kwa umri ni mdogo wangu yule. Mdogo wako. Umeelewa? Ila kwa pesa alikuwa amenizidi, ila kwa sasa hajanizidi. Alikuwa kipindi kile alikuwa anakuzidi. Alikuwa hana pesa, mimi nilikuwa na pesa. Lakini baadaye akaja akapata kanizidi. Lakini tena mimi ndio nimekuja tena. Yaani mimi nimezaliwa upya. Yaani kama mwana mpotevu. Afuka kafufuka. Lakini mimi sitaki bifu. Hii nani yako usiende kuweka kwenye mitandao huko. Alafu mwisho wa siku ikaonekana kama vile mimi na. Sasa mimi ni mashabiki na tunapitia comments. Hamna, Chifu mimi ni mwanangu. Na kama kungekuwa kuna utofauti basi asingekuwa naongea huko pembeni, angekuwa ananifuata tu moja kwa moja niambie. Kumbe anaongea. Nimesikia tu maneno kwamba anaongea pembeni, anasema kwa nini wanampromote dalali wa kimataifa amevaa mataulo, sijui kwa nini wanafanya hivi, sijui nini. Sasa uone kama anakuonea hivyo wewe. Sasa hiyo labda atakuwa hajapenda kitu ambacho kinaenda mtandaoni. Roja acha ukorofi basi mwanangu. Kama maswali mimi sikutaka kuyajibu. Mbona mwanangu oya mwanangu zime kamera yako. Siwaelewi. Yaani mimi nataka tuliclear hili. Unajua kila mtu anazungumza la kwake, na mimi ninavyofahamu dalali wa kimataifa backup ni mnafahamiana vizuri bwana na Chifu. Sasa nikasema hili chokochoko nani kalileta? Mara sui Chifu anamuonea wivu dalali. Mimi leo nilitaka nimpigie simu muulize. Baada ya kusikia minong'ono, mimi ndani nimpigie simu. Wewe mwanangu vipi bwana, sikia kuna 1 2 3, lakini sasa nikaona mbona utakuwa ni Uswahili. Mimi siwezi kumpigia simu. Afa haya mambo bana, haya mambo sikia, haya mambo usiposti bana mwanangu. Mimi sipendi. Haya mambo usiposti, achana nayo. Tusiposti. Haya usiposti. Wewe posti tu vile vitu vingine ambavyo tumezungumza kwa sababu haya mambo huwezi jua bana. Kwa sababu mimi na Chifu hamna kitu ambacho anashai kunisaidia. Hamna kitu hajawahi kunisaidia chochote. Hamna kitu ila wewe ulishai kumsaidia. Hata mimi pia sijawahi kumsaidia. Ila mlikuwa washikaji. Lugha nzuri. Sisi tulikuwa washikaji. Mkakaa ghetto moja. Tumekaa ghetto moja tukiwa washikaji. Umeelewa? Lakini kusaidiana hatujawahi kusaidiana. Umeelewa? Sasa hii mambo kusema sio umevaa taulo na nini. Sasa uone kwamba hizo kama anakuonea wivu. Sasa kasema, si wewe mwenyewe umesema akasema, si ndio? Sasa hiyo mwandishi sikia bana. Haya tuache nayo bana. Sasa tanaonea wivu kwa sababu gani? Si unaenda mjini bwana dalali wa kimataifa. Ndugu yangu bana. Haya mambo bwana wabongo wanatengeneza. Achana nao, wanatengeneza skendo za ajabu. Mimi sina ugomvi na Chifu, yeye kama ana ugomvi na mimi, lakini ni mwanangu, kwa nini asinipigie simu? Lakini sidhani tutakuwa na ugomvi kwa sababu ipi babu? Si una hela sasa hivi. Hasa hela sio tatizo za kutengeneza ugomvi.
Yeye kama kuna kitu labda anaona hajakipenda nipigie simu, mimi si ndugu yake yule. Yule ndugu yangu, umeelewa? Hamna haja kutengeneza mabifu, hamna haja kupiga watu simu kuambia sijui msimpost sijui nini hayo mambo. Kumbe anawapigia watu. Mimi yani nimesema siwapigie watu, anipigie direct mimi tuongee. Kuna watu anawapigia simu. Acha hizo mambo nani. Basi fresh. Tumemaliza mwanangu, hicho kipekio kifupi tu. Mzato akasema jamaa Dario kimataifa anatambika mambo ya Kiswahili na nini labda pengine pesa iweze kuflow na nini. Kwanza tuanzie kwenye hiyo clip yako ambayo pia ilionekana umevaa taulo afu kifua wazi. Watu wakahisi kwamba ni mambo ya Kiswahili, mambo ya kishirikina. Hapana. Mimi sio mshirikina na wala sijihusishi na angalia huko kamera sijihusishi na masuala yoyote ya ushirikina. Ile clip nilichukua kwa ajili ya kutangaza t-shirt zangu ambazo nilikuwa nimezitoa pamoja na kofia na kitu kikubwa zaidi nilikuwa na promote safari yangu ya kuelekea Arusha ili watu waweze kuniona, wanipe majumba, wanipe maviwanja, niuze. Lakini masuala ya ushirikina mimi sipo. Japokuwa watu wengi sana wanaongea ati mshirikina, mimi sio mshirikina bro. Hata hapo wewe mwenyewe mwandishi, mimi nakupa hela unaondoka nazo. Mimi sina shida. Yaani wewe hapo umekuja kwangu kuonana na mimi si ni hela, tajiri. Mimi sio kwamba ukionana na mimi ni hela, ila mimi dalali wa kimataifa. Ukionana na mimi lazima nikuokoteshe kidogo. Uondoke ukiwa unafurahi. Mwandishi kama mwandishi inabidi ufurahi au sio Roje? Sasa kwani ile taulo ulivaa kwa sababu gani? Mbona wengine wamevaa suruali sasa? Watu wanasema kwa nini avae taulo? Sasa mzee, hiyo taulo tuzungumzie siku nyingine. Mbona leo wenye mbili tu shaelewa. Hamna, hiyo tutaliongelea siku nyingine. Hamna shida. Niulize swali lingine bwana. Kwa maana hiyo haihusiani ile taulo na mambo ya Kiswahili. Hapana, mimi sio mshirikina bwana. Mimi sio mshirikina. Unajua mtu akiwa anakuambia nikwambie kitu bro. Mtu yote anayekwambia kwamba mimi napata hela kwa ushirikina, napata hela labda niko Freemason, sijui ni nini. Watu wakasema yule atakuwa Freemason. Waongo tu, hamnaga Freemason bro. Hela inatafutwa kwa akili tu. Au sio bwana? Hamna ufreemason, vijana wafanye kazi. Yaani piga kazi, hamna ufreemason, piga kazi. Aisee hela haiji kirahisi. Umeona unafanya kazi hapa? Hiyo ndio hela bro. Usipofanya kazi upati hela. Mambo ya kusema sijui niko Freemason, hapo wewe unataka nikudanganye? Mimi nikikwambia hapa niko Freemason, vijana waje hapa niunge group waanze kutoa laki watakuja watu wengi sana. Umeelewa vizuri? Lakini siwezi kufanya hivyo kwa sababu najua kwamba kila kijana anastahili afanye kazi. Mimi nafanya kazi ndio maana na vitu vyote hivi. Sio Freemason, sio mchawi, sijihusishi na hayo mambo yote. Comment zao ndio maana naonaga sijibu. Sijai kujibu kwa sababu na hata nikiwajibu hawatanielewa. Na watu wakaenda mbali wanasema dalali wa kimataifa backup pale kwa sababu alivaa ile taulo. Watu kahusisha tena na hichi kifimbo chako hichi ambacho pia mara nyingi unatembea nacho. Kile kifimbo kile ndio kinyoka chenyewe kile. Wanasema wewe huyu jamaa analaga na nyoka huyu. Ni kweli hizo hata mimi nimeona ndugu yangu. Unajua? Ile ilifanya mpaka mamangu mzazi anipigie simu akijua kwamba nimeshakengeuka Dar es Salaam. Alinipigia simu, akaniambia, "Vipi bwana? Nasikia kuna watu walimtumia zile, unajua Kalimasura aliposti pale, waka screenshot, wakamtumia mamangu kwenye WhatsApp. Mamangu aliogopa akajua anataka kumuua rafiki yangu. Nikamwambia Vimkubu usijali bwana, mimi sina nyoka sina nini, mimi na fimbo tu. Hii fimbo ni utambulisho wangu. Unajua bwana, kila mtu anakuja na utambulisho wake mzee. Kama vile unavyosema Konde Boy, Konde Boy ana village sijui ni nini, kuna Wasafi sijui kuna nini. Kila mtu ana kitu chake. Kwa mimi hii ni kama utambulisho wangu, au sio bwana? Ndio maana utambulisho wa nini sasa? Kwa kazi yangu. Huji kukuta dalali wote ameshika fimbo. Unasema kale ka fimbo ka dalali wa kimataifa usiku kanabadilika. Achana na bibi. Achana bibi. Wewe bana niliogopa niliona zile comment. Wewe mwanangu, au niwashe gari maana nahisi mpaka joto maswali yako. Maswali yanatoa mpaka joto. Haiwezekani kale kafimbo bana, ukikaona mchana nako dalali wa kimataifa, usiku kanakuwa kanyoka ndo analala nako. Lakini bro, kikubwa si upate hela. Kwa maana hiyo kumbe hivi vitu vipi? Hapana, hamna. Nasema ni wanaohisi hivyo. Wanaweza wakafanya nao lakini mimi si hamna hivi vitu mbaya vipi. Mimi fimbo ni ya kawaida tu. Wala sio free. Wasiogope. Wasije wakafanya malaika kanikataa bwana, hebu acha mambo yako. Mimi bwana mimi sifanya hayo mambo. Roja acha maswali yako bwana. Nikana muogopa nikasema bwana dalali wa kimataifa yule usioka kukutana naye tena mambo yakabadilika. Hapana. Yaani hamna hicho kitu bro. Mimi niko fresh tu. Hii fimbo unaoiona yani au kwa sababu nimeiunga. Unajua hapa nimeiungaga. Unajua kina rangi nyingi mtu anaogopa. Hamna, haiwezi. Unaweza hata ukaigusa tu. Haina shida. Unataka kuigusa? Gusa tu bwana.
Bwana mambo bwana. Usiogope bwana. Sisi tuachieni nyinyi matajiri bwana. Hii hamna shida. Hii bwana ni kitu poa tu ndugu yangu. Ni kitu poa tu, yes. Sawa. Naona bwana vijana wengi bwana mitandaoni sasa hivi wanatuonyeshea magari. Na wewe tunajua dalali wa kimataifa pamoja na kwamba unafanya biashara ya viwanja na una gari kali. Watu wanasema bwana mjini bwana sasa hivi ili uonekane upo mjini lazima uwe na ndinga kali na sio kiwanja. Unamjibu nini wewe mtu kijana ambaye anawaza sasa hivi kuwa na gari kali na same time pia hana hata kiwanja? Okay. Hapo tajiri naweza nikasema kwamba inategemeana na kazi unayoifanya. Kumiliki gari kali inategemeana na shughuli unayoifanya. Kuna muda naweza nikakwambia kwamba gari ni muhimu kuliko kiwanja na kuna muda naweza kukwambia kiwanja ni muhimu kuliko gari. Inategemeana na kazi unayoifanya. Mfano mtu kama mimi, sawa? Mtu kama mimi, imagine sasa hivi mimi na nyumba, mimi nimejenga nyumba toka 2017 bro. Nimeanza kujenga nyumba. Niko 2018 na 19 sijawahi kuonekana. Na 19 na 20 mimi najenga nyumba. Na nyumba Goba, na nyumba Madale, na nyumba huko Bezibwisho, na nyumba hiyo sijawahi kuonekana kwenye mtandao. Na nyumba ninazo na ni nzuri. Lakini jiulize, kwanza tu kumiliki magari makali. Kila mtu ananijua. Haya, utajijibu mwenyewe. Nini kenye thamani yako? Aise, kama unajijua biashara yako inahitaji muonekano wako zaidi ndio ukuvalwe kupata pesa. Miliki kwanza gari, achana na nyumba. Kwa hiyo kumbe unaungana na vijana wenzako. Achana na nyumba, miliki kwanza gari bro. Miliki gari mashine, achana na nyumba. Gari itakuletea nyumba. Yaani kama uamini, piga mahesabu. Ni vijana wangapi wenye magari hawana nyumba na wana hela? Umeelewa? Sasa wewe mimi nina gari. Nyumba niliyopanga mimi labda naweza nikapanga hata kupanga tu. Sawa? Nalipa labda milioni 2. Na hela inaingia. Na naweza nikatafuta hela. Yaani hii gari unaiona hii. Hii mimi nanunua nyumba Mbezi Beach. Umeelewa siji? Na hii natembelea hii ni nyumba Mbezi Beach. Sio Goba. Mbezi Beach. Nanunua nyumba. Nakaa. Sasa wewe kwa nini nimenunua gari? Kwa sababu gari inanipa nguvu kwanza ya kuonana na mtu yeyote. Yaani hata akija kiongozi hapa ana msafara wake. Mimi naonana naye nikiwa na hii gari yangu najisikia nguvu zaidi. Hata nguvu ya kuongea naye na kuwa nayo. Sasa bro, mimi nilikuwa namiliki vigari vidogodogo vingi na ninavyo mpaka sasa hivi. Lakini unakuta unaenda kwa mteja una KST. Sio unaelewa? Unaenda kumwonyesha mteja nyumba ya bilioni 2. Sio unanisoma? Kwanza anaanza kufaru huyu mjinga nyumba ya bilioni 2 ana IST. Inakuwaje hii kitu? Mtu anaogopa. Sijui umeelewa? Anaogopa. Lakini bro ukienda na hii chuma hata wewe sasa hivi mwandishi unakuja kunihoji mimi umekuja na hii chuma. Umeelewa? Ukitoka hapa lazima nikuachie milioni. Hatari. Lazima nikuachie. Kwa hiyo hapa unaokota milioni leo. Lazima uokote. Hakika. Lakini gari wewe yao gari kali. Yaani siku nyingine. Mimi ninakupa hela leo. Leo mimi nakupa hela. Ila siku nyingine nitakuja kwangu na gari mashine hata ukodi. Yaani kodi hata kukodi. Mradi uonekane una. Sijui unanielewa vizuri? Upate hela nyingi. Lakini dalali vijana hawataka kufanya kazi. Na Diamond juzi alipost kwenye Instagram yake, lakini pia na wewe niliona ulipost kwenye page yako ukasema vijana fanyeni kazi, lakini vijana wanataka kitonga, wanataka kuteleza. Na ndo maana bro, na ndo maana ukija kwenye swala la kusema vijana wafanye kazi au wasifanye kazi, si ndio? Na ndo maana unaona watu wengi sasa hivi, sawa sawa, hawafanyi kazi. Alafu licha ya kutowafanya kazi, wapo kwenye mitandao kutwa kutukana viongozi wa nchi. Umeelewa? Kwa nini wanatukana viongozi wa nchi? Kwa sababu ni mvivu wa kufanya kazi, sawa? Anategemea pesa inaweza kupatikana kirahisi. Umeona unavyohangaika sasa hivi, unatafuta pesa. Sasa kuna mtu anataka apate pesa kirahisi. Sawa sawa? Licha ya kupata pesa kirahisi, anataka atukane viongozi. Umeelewa vizuri? Hiyo kitu haifai. Haipo hivyo. Hamna maisha yanaenda hivyo. Kwa maana hiyo vijana waache kutukana mtandaoni, wafanye kazi. Wafanye kazi. Waache matusi mitandaoni. Wafanye kazi. Waache matusi. Mambo sijui tunaandamana, sijui nini unamwandamia nani. Watavunjwa viuno mange mwenye hata wapa hata 100. Mimi nakwambia ndugu yangu. Nakwambia ukweli, watavunjwa viuno na mange hata wapa hata 100 kwa sababu wewe uwezi kwenda kwenye wanaosema tunaandamana wote ni wauni. Ni wauni kwa sababu gani? Wote wataenda kuandamana sawa kwenye maduka ya watu ili waibie watu. Unanielewa? Hawataenda kuandamana kwa ajili ya kuhitaji haki yao. No, wataenda kuandamana ili waibie watu. Utakuja kuniambia. Kama wakisema wanaandamana basi wataanza Kariakoo kwenye maduka. Umeelewa?
kwa sababu wote watakao waandamana wengi ni wezi. Umeelewa? Ndio maana mimi mwanzo nilisema nikiposti tu picha labda nimeposti mama, wananiandama. Oh, wewe fala tu. Sijui nini. Wanamtukana mpaka rais mbele yangu, yani kwenye comment. Niliwaambia kama ambaye anamtukana rais siku moja nikutane naye uso kwa uso. Alafu mtukane mbele yangu aone moto. Umeelewa vizuri? Tamjua dalali wa kimataifa ni nani? Kwa sababu wewe huwezi kumtukana kiongozi wangu wa nchi ambaye ananipa mimi kuishi. Umeelewa? Bila wewe nikuze bila rais, hii nchi inaweza kuwa nchi sasa hivi. Aseme tumpa rais hayupo. Au wanaokuambia wachukue nchi wachukue sasa hivi. Alafu uone moto. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.